Ninakusalimia tena mtu wa Mungu. Nikuletee ujumbe wakati huu tena. Ujumbe wenye kichwa kinachosema maadui wawili wa hatima yako, au maadui wawili wa kusudi la Mungu ambalo liko ndani yako. Yaani unapokuja duniani unatakiwa kuelewa kwamba umebeba kusudi. Haijalishi hali ulionayo, haijalishi mazingira ulionayo, haijalishi yale unayopitia, lakini ndani yako umebeba hatima kubwa. Ndani yako umebeba kusudi la Mungu. Sasa wako maadui wawili ambao kazi yao ni kushambulia lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako, wako maadui wawili. Adui wa kwanza nataka kumsema hapa na kumzungumza, anaitwa adui hofu. Adui hofu. Neno hofu kwenye Biblia limezungumzwa na kurudiwa mara nyingi. Ni moja ya maneno ambayo yamerudiwa mara nyingi kuliko maneno mengine ambayo yapo kwenye Biblia. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuona kila mtu ambaye Mungu alimtokea kwa mara ya kwanza alizungumza neno juu ya hofu au uoga. Usiogope. Kitabu cha Luka sura ya 12 mstari 32, neno la kwanza unapolisoma pale utaona usiogope. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni adui wa kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Yaani Mungu anapolitambulisha kusudi ndani yako, adui wa kwanza ambaye yupo kulishambulia ni hofu. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi: tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kwa kuna mambo mawili pale, kuna kutafuta na kuzidishiwa. Kuna kufind na multiplication. Watu wengi wanataka kuzidishiwa kabla ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Sasa basi, neno tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake inazungumza juu ya imani ya Mungu, au imani yako juu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Waebrania linasemaje? Ile Waebrania sura ile ya 11 mstari ule wa 6 inasemaje? Pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Hii inamaanisha kwamba pasipo imani huwezi kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Kumbe huyu adui hofu anapoingia ndani yako anashambulia kitu, imani. Anaposhambulia imani, maana yake nini? Akishambulia imani yako, huyu adui hofu anaua ule uwezo wa Mungu ndani yako. Jambo la kwanza hilo. Na adui hofu anapoingia ndani yako, licha ya kushambulia ule uweza wa Mungu au zile nguvu za Mungu ndani yako, anashambulia au anaua uvumilivu. Kwa hiyo hofu huwa ina tabia ya kuua uvumilivu, ina tabia ya kuua uwezo au nguvu za Mungu ndani yako. Akishaua uwezo au nguvu za Mungu ndani yako, akaua uvumilivu, jambo lingine analoua, anaua nini? Anaua ule uwezo wa kumtukuza Mungu. Kumbuka kwamba kama una imani juu ya Mungu, maana yake utakuwa na msimamo juu ya Mungu na kutenda mambo ya Mungu na kutembea na Mungu. Maana yake kama adui hofu ameua imani yako, maana yake tayari wewe utakuwa miongoni mwa wale wenye imani haba. Na kama una imani haba, maana yake huwezi kumtukuza Mungu juu ya maisha yako, huwezi kumtukuza Mungu juu ya huduma yako, huwezi kumtukuza Mungu juu ya kusudi la Mungu lilobeba. Hivyo nakumbuka wale wanafunzi walipomwendea Yesu, wakamuuliza, mbona sisi hatukuweza kumtoa yule pepo? Akasemaje? Ni kwa sababu ya upungufu wa imani. Kwa namna nyingine, ni kwa sababu ya uhaba wa imani. Maana yake pepo akashindwa kutoka. Hii inamaanisha wanafunzi walidhalilika, waliaibika kwa watu waliokuwa wanawazunguka, kwa sababu ndani yao imani ilipunguka. Kwa hiyo wakashindwa kumtukuza Mungu. Jambo la mwisho ambalo adui hofu analifanya kwenye maisha ya mtu, huwa ana tabia ya kusuppress, kucompromise au kucontaminate
ile inner man immunity. Sikia vizuri nikwambie hapa. Anafanya nini? Yani adui ofu akiingia kwenye maisha yako au akipata mlango kwenye maisha yako, huwa ana tabia ya kusuppress. Kusuppress maana yake ni kutawanya. Kucompromise maana yake ni kushusha. Kucontaminate maana yake ni kuchanganya au kuharibu imani yako. Kwa hiyo adui huyu anapokwenda kwenye ule utu wa ndani, yani inner man yako, yani ule utu wa ndani, nafsi na roho yako, huwa ana tabia ya kufanyeje? Ana tabia ya kutapanya au ana tabia ya kutawanya, ana tabia ya kushusha na kuharibu au kuchanganya ile imani yako. Imani yako inapochanganyikiwa, maana yake inapoteza mwelekeo sahihi wa kimungu. Panatosha hapo. Inamaanisha nini? Kama huyu adui imani anafanya hivyo, maana nyingine anashusha au anafanya nini? Anaruhusu shambulio la kiroho. Kumbuka, imani yako ikipigwa, maana yake tayari uko kwenye shambulio la kiroho. Naomba nitoke hapo kwa sababu adui akikushambulia kiroho, maana yake anaua ile imani yako. Na kama anaua imani yako, maana yake tayari hofu inatengeneza mazingira ya kukuonyesha ukubwa wa tatizo. Na ndio maana mtu aliye na hofu mara zote kila anachokipitia ataona ni kikubwa kuliko Mungu aliye naye, kikubwa kuliko uwezo wake, kikubwa kuliko mazingira ya ushindi. Kwa sababu imani ina tabia ya kukuonyesha tatizo kwamba ni kubwa kuliko uwezo wa Mungu. Jambo lingine ambalo tutakalizungumza hapa ni huyu adui mwingine anayeitwa adui mashaka. Kuna tofauti kati ya mashaka na hofu. Ukisoma neno la Kiingereza utanielewa. Mashaka na hofu. Sasa nimekuambia hivi, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo mengine mtazidishiwa. Sasa kwa nini hatuzidishiwi? Kwa sababu kuna hofu. Unanielewa eh? Kitabu cha Luka ile sura 12 ukisoma ile mstari kuanzia 22 nasemaje? Msisumbukie maisha yenu, mle nini au mvae nini? Maana maisha si kwa ajili ya kula na mwili si kwa sababu ya kuvaa. Angalieni ndege wa angani, hawapandi wala wavuni wala wanagala wote, lakini Mungu wa mbinguni huwalisha. Je, nyinyi si zaidi ya hao? Yaani tumeshindwa kuwa zaidi ya ndege wa angani. Kwa nini? Kwa sababu ya adui mashaka. Petro alipoomba kutembea juu ya maji, alipokuwa anatembea, adui hofu akamvaa. Alipomvaa adui hofu, Petro akaanza kuzama. Alipoanza kuzama, kumbuka Petro alikuwa mvuvi, na kwa kuwa alikuwa mvuvi asingeweza kuzama kwenye maji, akatafuta mbinu mbadala wa kujiokoa. Kwa hiyo adui hofu anapokuvaa, anapokushambulia kwenye maisha yako, kwenye huduma yako, kwenye kusudi la Mungu lililoko ndani yako, maana yake anatangaza katika ufahamu wako utafute alternative way ya kusolve tatizo lako. Kwa hiyo mashaka huja kumfanya mtu atafute njia mbadala ya kusolve tatizo alilonalo. Ndio maana Petro akaanza kuogelea. Baada ya kuanza kuogelea, anaona mambo yanakuwa magumu, ndio akamuita Yesu. Sikia nikwambie, iko hivi. Mashaka ina tabia ya kukufanya mashaka ina tabia ya kukwambia jipambanie. Siku zote ukiwa kwenye mashaka, utaona ufahamu wako na kulazimisha kujipambania, unakulazimisha kujiokoa. Hakuna mwanadamu anaweza kujiokoa juu ya kile kilichomzunguka, juu ya tatizo, juu ya shida. Mungu ndiye mwokozi wa mwanadamu yoyote. Manake Mungu asipokuokoa huwezi kuwa salama. Na maana Biblia inasema Mungu asipoyalinda malango ya mji, alindaye afanya kazi bure, kwa sababu Mungu ndiye mlinzi wa maisha yako, ndiye mwokozi. Na ndio maana Yesu alipokuwa msalabani, alipokufa akaenda kaburini, hakujifufua, alifufuliwa na Roho, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Huwezi elewa hilo. Huwezi elewa hilo. Adui hofu akikushambulia anakufanya kutegemea watu sio Mungu. Watu wengi kwenye kusudi la Mungu alilobeba au katika hatima zao wamejenga kuwategemea watu kuliko Mungu. Unajikuta mtu unakuwa kwenye mazingira ambayo unashindwa kuendelea mbele juu ya kile ulichokibeba, kwa sababu mashaka yanakufanya utegemee watu.
utegemee watu. Lakini mashaka yanakufanya pia kujilinda. Yaani badala ya kutaka Mungu akulinde, unajilinda. Adui mashaka ana tabia kukufanya wewe kutegemea vitu na mali. Ukiona mtu unategemea vitu na mali kwenye maisha yako, ujue wewe unatembea na umevaliwa na adui mashaka. Haijalishi ni mtumishi wa Mungu wa viwango gani, unamjua Mungu kwa kiwango gani. Na ndio maana kwa nini watu wengi wanaomjua Mungu wanakubaliana na neno linalosema ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine watazidishiwa, lakini hawako tayari kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Wanaanza kuhangaika kutaka kujizidisha wenyewe. Kwa nini wanakubali kile Luka inasema ya kwamba ndege wa angani wanalishwa na kutunzwa na Mungu, tusisumbukie maisha au usisumbukie maisha? Kwa nini unakubali neno la Mungu kwamba linasema usisumbukie maisha yako, ule nini au uvae nini? Na kwa nini mtu anashindwa kuliishi hili neno? Anashindwa kuliishi hili neno kwa sababu 85% ya watu wanaomjua Mungu wanaishi na mashaka. Na ndio maana hawakubali kwamba wakijitoa katika Mungu, Mungu anaweza akawafidia yale mahitaji yao ya muhimu. Ukiona unashindwa kuelewa hili jambo, maana yake uko kwenye mashaka. Ukiwa kwenye mashaka, huwezi kukubali kwamba wewe, yani huwezi kukubali kwamba bila Mungu wewe huwezi kukubali. Na kwa nini Mungu anataka tutafute ufalme wake na haki? Kwa sababu, sikia nikwambie, mali na vitu ukitafuta wewe, kiburi kitakuweko ndani yako, kwa sababu utashindwa kumuinua Mungu juu ya vile vitu ulivyo navyo. Utabaki kujinadi na kujiona kwamba wewe ndiye sababu ya hivyo vitu, ndiye sababu ya mali, ndiye sababu ya afya. Yaani usingekuwa na pesa, pengine ungeumwa ugonjwa fulani usingeweza kutibiwa. Haujui kwamba Mungu anakuponya na magonjwa mengi kuliko huo aliofunua. Yaani kuliko huo ugonjwa ulionao, Mungu amekuponya na kukulinda na mengi. Mashaka yanapokuweko ndani yako, utatafuta kutegemea vitu na mali. Na ndio maana watu wengi wanategemea vitu na mali. Ni watumishi wa Mungu, lakini wanategemea vitu na mali. Wanafikiria uwezo wa kifedha walionao, kama wasingekuwa nao, huduma zao zisingeenda. Huu ni ukichaa wa kiroho. Wengine kama adui mashaka akikushambulia, utategemea hali yako. Hali yako ni nini? Afya yako. Hali yako ni nini? Ufahamu. Biblia inasema kwenye Zaburi 3:5. Kitabu cha Zaburi 3:5, kama sio Zaburi 3:5 na Mithali. Inasema hivi: mtumainie Mungu kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mtu aliye na mashaka, aliyevamiwa, anayemilikiwa na adui mashaka, siku zote atategemea akili zake. Kwani hujaona mtu anajisifu juu ya elimu yake, juu ya usomi wake, juu ya profesa, juu ya masters? Sikia nikwambie, bila Mungu masters ni pumba tu, ni upuuzi. Yaani kama una Mungu ndani yako, hata kama una masters, hata kama una PhD, hata kama una degree 7 ambazo umezipata kwenye taaluma tofauti, ni bure, haina maana yoyote. Yaani ni bure, haina maana yoyote, kwa sababu Mungu ni zaidi ya elimu ulionayo. Kwa sababu kabla ya elimu ulionayo kuna ufahamu Mungu aliweka ndani yako. Mwanadamu aliishi miaka mingi kabla academic qualification hazijaja duniani, kabla academic trial, yaani unapimwa kitaaluma, kabla vipimo vya kitaaluma havijaja kwenye vichwa vya binadamu, Mungu alishaweka ufahamu wake ndani ya mwanadamu na akaweza kuishi na kusurvive. Sikia nikwambie, iko hivyo. Hofu inakuonyesha tatizo, mashaka inakuonyesha namna ya kulikabili tatizo kibinadamu. Hofu inakuonyesha kushindwa, mashaka yanakuonyesha yanakuonyesha nini? Yanakuonyesha kuwa unajua kujikwamua mwenyewe. Yaani unapoona mashaka yanakuonyesha kushindwa, hofu inakuonyesha kushindwa, mashaka yanakwambia unajua kujikwamua mwenyewe. Unaweza kujikwamua mwenyewe kibinadamu. Ndio ilivyo hivyo, lakini si kweli. Hofu inaua imani, mashaka yanaua subira na uvumilivu. Neno la mwisho kabisa, hofu inaua upako na nguvu za Mungu, yaani karama za Roho Mtakatifu. Mashaka yanaua tunda la Roho. Asante.